Ladies and gentlemen, leo tuko hapa na mwanamuziki mmoja ambaye amekuwa kwa hii industry for quite some time na tunaona kazi yake iko mzuri sana na ndamwacha yeye mwenyewe ajiintroduce sasa. Poa. Okay, kwa majina zangu mimi naitwa Godfrey Otieno. Lakini jina ya usanii najulikana kama Godi Wadugenya. Yeah. Umekuwa kwa hii industry for how long? Nimekuwa kwa hii industry since 2017. Wow. Yes. Na unaona inakupeleka aje? Industry inatupeleka vizuri ndio maana yake bado tuko ndani. Kama so far umerelease ngoma ngapi? Okay, nimerelease ngoma kadhaa. But ni zile tu unafanya unaweka YouTube. So hii ndio time tunaenda kufanya our first releasing. Ile inajulikana. Okay. Yeah. Hiyo ni mzuri. Yeah. So kwa hizi ngoma zenye hizi ushafanya, unapata engagement yao iko aje? Haiko fiti kabisa. At least unaweza sema kuna progress. Kuna kitu. Yeah. Unaweza tuambia labda kwa idadi numbers za songs zenye umefanya ni ngapi? Nimefanya songs zile nimefanya ama hizi na zote zenye umefanya? Ni ngoma kadhaa sana. Siwezi sema ni ngapi lakini ngoma mingi, more than 30. Wow. Na YouTube uko na videos ngapi? YouTube niko na videos kama 4-5 hivi. Yeah. Wow, hiyo ni mzuri. Na tunaona jina ya ngoma zako ni Ohangla Rumba. What inspires you kwa ku-produce ngoma kama hizi? Okay, ngoma kama hizi, unajua kitambo nilikuwa napenda kusikia ngoma za Osito Kale. So nilizipenda sana. From there kumaliza shule, nikakuja Nairobi, so nikapata kama Musa pia amerelease ngoma zake, Musa Jakadala. So ile mentality nilikuja nayo nyumbani, nitakuwa msanii wa Benga. So Musa alikuja ka change mind yangu once. So ndio nikasema acha nicheze tu hiyo Ohangla lakini combine. Yeah. Okay. Hiyo ni mzuri. Na so far unaweza sema jani yako imekuwa aje? Jani imekuwa sawa, imekuwa mbaya but tunavumilia tu. Okay, unajua hii industry kuna vitu mbaya sana lakini tukianza kusema tutamaliza sahihi. Inafaa tu mvumilivu. Mvumilivu hula mbivu. Yeah. Na ngoma yako ya kwanza ilikuwa inaitwaje? Kogalo Biro. Na nini ilikuinspire kutoa Kogalo? Okay, ni venye huwa nawaambianga by the time nilitoka shule, nilikuja Nairobi, so nilikuwa naishi pale Mathare. I used to see wanamuziki wakiimba, so mimi pia nilikuwa na tamani mimi pia niimbe kama hao. So there is one day nilienda penye dem fulani alikuwa naimba by the name of Chemi Nyarongo. Tukakutana huko na Ben Odi Migori. Ben akaniambia, "Na mbona wewe unakujanga tu ukienda?" Huyu Ben aliniambia, "Na wewe mbona huwa unakuja kila siku na unaenda mapema?" Nikamwambia, "Mimi venye sijaipata hiyo opportunity." Yeah, so akaniambia, "Hebu nikuchezee ngoma moja, ufanye nini? Uimbe nisikie." Okay, mimi pia nikaanza kuimba na record na simu. Kesho yake nilienda through hii kitu niliimba. Kapata ni kitu ina make sense. Nasema hata kama ni mbaya aje, by then nilipatikana bado nafanya hii kazi ya mjengo. Hiyo ndio kazi nilikuwa nanilisha. So nilifanya hii kazi kwa wiki 3. Nikaingia studio. Katoa ngoma. Niliimba Gor Mahia Forever Reloaded. By then wali receive ngoma vizuri sana. So nikaona kumbe I can make it. Hivyo ndio jina ya usanii liingianga kwangu. Na sasa unajua wasanii hupatanga shida hapa side ya production. Maybe financially hayuko stable na unapata maybe hakuna mtu mwenye ako ready kuwa support na yeye mwenyewe kazi yake haiwezi msupport ku produce hata audio. Wewe mwenyewe ulifanyaje? No, unajua kitu kama unataka lazima ujitume. Juu hao wenye tunawaimba most of them wanakuambia Godi niimbe. Wanakuja na approach. Wanakuambia Godi ni sometimes si pia tuna approach. Ni aje unaweza ni boost hapa. Nifanye 1 2 3. Fanya tu.
Lakini saa zingine unapata mtu anakujia hebu kwa nini nitengenezee ngoma, unamtengenezea ikishaisha yeye ukimpigia patikani. So juu mimi nilitengeneza hiyo ngoma na interest zangu zote, itabidi nifanye kazi kwa bidii nilipe. So hii kazi ya usanii ukiongoja ati mtu atakuja kulipia studio ama no, hapo kukusupport hivyo, nothing like that. Au watu wanakusupport ukisha anza kuonekana mahali, ukishafika stage fulani ndio at least sasa wanaona kumbe kuna kuanga na msanii fulani, lakini hawajui hii jani mwanzo ilikuwaje. Okay. Na sasa wewe labda unaweza tuambia challenge kubwa sana kitambo hiyo song wewe mwenyewe unajua definitely kuna ile interaction ya watu kwa song venye imetokea, ili kupatia moyo ama ile kuvunja moyo? What's your first song? Ilinipatia moyo, that's why niliona tena nifanye ingine juu watu walikuwa napenda hii ya kwanza and hiyo ndio kitu ilifanya sasa ni itwe msanii kwa mtaa juu sasa watu walireceive vizuri if awange i-receive vizuri ninge lose hope nayo. By then hata siku iweka YouTube ni ile ngoma unatoanga ukisambazia watu mtaani, ilikuwa zile za CD ama lakini YouTube ilikuwa baada tu kwa tumechanuka vile so ilikuwa tu unatoa ngoma juu sasa unajua hatukuwa unajua watu baada wako wanajua hii mambo na YouTube sana wachache ndio walikuwa shaigundua. So mimi nilikuwa napea tu watu hebu sikia ngoma usikie ikoaje hivyo tu but ilikuja wakati watu wanajua kumbe huyu ndio yule msanii aliimba ngoma fulani. Ona kama kwa hizi ma invites mtu ana benefit aje kama msanii mdogo, ama challenges ni gani zenye huwa mnapitia kabla yani uingiane na hii system ya kupata shows kila weekend nini na nini? Unajua kwa hii usanii ukiamua unataka kufanya usanii usitegemee usanii mwanzo mpaka ukuwe na side hustle yako. Juu saa zingine unapata client amekuita Godi kama perform maybe Be Center ama kuja perform huku Mkaro Garden, napata na kuinvite vizuri, ukienda atakupea deposit. Hii deposit haita kusaidia venye inafaa. So unapata after performance kumpigia simu unapata mse simu yake amesha switch off. Mse mara ameenda kulala kuja kesho. So unajua ina kudisappoint na wafanyikazi, lakini kama uko na ile side hustle yako unajua hapo ndio unapatanga unapoteza wafanyikazi wote. Juu wanaona Godi kazi zake tukiendanga zinakonga tu mara tujalipwa ama nini tunaenda bila pesa kwa nyumba, na sisi pia tunategemea hika kazi. So unapata challenge kubwa inakuja side yangu, si hata side ya mwenye baju mimi tayari nimeperform watu wameridhika. So unapata after performance hauna chochote. So unapata ile yako umeweka ndio unatoa uridhishe wafanyikazi. Okay. Uko na band wewe mwenyewe? Mimi niko na band. Na manager? Manager nilikuwa nayo but you had to do away with them. Sasa na kwa hii band nani anawamanage ama nani anakusaidia kwa sahi? Mimi najimanage mimi mwenyewe but soon nitawatangazia who is my manager. Okay. Na band iko na watu ngapi? Okay, band yangu iko na watu 9. Okay. Kwa sahi. Na labda unaweza tuambia jina ya band? Okay, band yangu inaitwa Sega Sega. But ukitaka kuona band inafanya nini pale Facebook unaweza nipata na Godi Odugenya ama uingie YouTube utapata kazi ya Sega Sega kwa jina ya Godi Odugenya. Okay, that's nice. Na tunaona hapo ulitoa ngoma last month. Is it a month ago? Yes. Labda unaweza tuambia the inspiration behind your song? Okay, last month but nimetoa ngoma kama 2. Okay. Kuna ingine inajiita Jadhira Tego. Na kuna ingine inaitwa Wadembehera. Wadembehera, So okay, like Wadembehera
mliongea tu kuhusu mapenzi. Like unaweza ambia mpenzi wako hii mapenzi yetu isiwe ni ile ya haraka. Tuende tu pole pole. Lazima mwisho wetu tutafanya nini? Tutafika. Lakini wale watu wanaongea kuhusu hii mapenzi yetu, waambie watulie, ni wapange. Yaani ni waonyeshe venye mapenzi huwa. Okay. That's nice. Wewe mwenyewe, wewe ni mwanaume, wewe ni Mjaluo na maneno mingi imesemwa kuhusu Wajaluo, yani mnapenda raha, hamwezi kaa na mwanamke mmoja. Ni nini apart from hizi vitu zote zenye mnaimba hapa? Unajua lazima kuna ile kitu yenye the reality. Ni nini unaweza ambia watu kuhusiana na ngoma na reality yenye iko hapa? Wewe kama msanii. Unajua hapa kwa usanii, first unajua watu wengi wanachukua kama usanii ni raha. No. Ni venye tu mimi huambia usanii si raha. Usanii ni kama tu kazi zingine. Though unajua usanii inafaa mpaka ukuwe msafi. Msafi kwa njia gani? Yaani kwa mavazi yako mwanzo, mpaka ukuwe msafi ndio utavutia customer wako. Unajua unajua music is about creativity. Yes. So ukienda pale ukiwa mchafu, nani atakupenda? Nobody. Unajua lazima itegemee kitu yenye unaimba pale. So unajua kwanza usafi ndio kitu ya kwanza. Watu wanaangalia usafi ndio sasa wasikie sasa huyu mtu msafi nini inatoka kwa mdomo yake. Naona appearance by the ina matter. So juu unaweza kuwa msafi but unaimba nothing. Lakini watu watataka tu kukuangalia. Unaweza kuwa unaimba nothing lakini umejirepresent vizuri. Bado utapata tu clients, lakini sasa hii wewe mwenyewe umeparara, ngoma zako bado zimeparara, nani atapenda? Nobody. Hiyo ni mzuri. Sasa labda unaweza ongelesha mafans wako. Okay. Kama sijapoteza wakati ya kwa saa hii hatuna show yoyote mpaka tarehe 8. No, tarehe 5 mwezi wa 8 ambapo nitafanya my album release pale Huruma John Saga kwa club inaitwa Sweet Waters. Hiyo ni mzuri. So ni kama culture production. Na waomba hiyo siku mfike pale muone show itakuwa aje. Tunangoja hizo tickets na tunajua ni kazi mzuri yenye unaendelea kufanya na keep it up. Okay, lakini ni surprise kwa fans wangu. Hakuna kitu yote nalipisha kwa gate. Entrance nitafanya tu free. Ili wakuje wajienjoy. Hiyo ni mzuri. Wadau mmesikia maneno mazuri hapo na let's all support our ni Benga Ohangla ama ni Ohangla Rumba artist. So sijui niite Afro Benga ama ni nini juu sasa si Ohangla, si Rumba, si Benga. Yaani ni combination of hizi vitu zote. Kwa hivyo mmesikia kwa wale wenye mnapenda Rumba, wale mnapenda Ohangla, wale mnapenda Wajaluo, all yani zote ni package kwake. Lakini bila kusahau niliona si fans wote wanapenda Ohangla. So nikaona sisi tukicheza Ohangla pia niko na DJs pale, kama unapenda Rumba bado kuna time nitawapatia msikize zile za Kikongo. Hiyo ni mzuri. Mnaweza ona he is very considerate. So guys, consider subscribing and comment hapo chini mtuambie which artist mgane next mnataka akue kwa issue. So without further ado, thank you guys and consider subscribing for our next